Katika misafara yote marais duniani, upo msafara mmoja tu wa rais ambaye hata vamiwe vipi kwa mashambulizi lazima atoke salama. Yani inamaanisha misafara yote ya marais hapa duniani, kuna msafara mmoja tu ndio msafara wenye ulinzi mkali sana, ambapo ni majambazi wanaogopa kuuvamia, na msafara huo unatoka USA, na maanisha United States of America, ambapo kwa sasa msafara huo unatumiwa na rais wa awamu ya 47 aitwa Donald Trump. Ni rais wa Marekani kwa sasa na ndiye kiongozi mwenye usafiri wenye ulinzi mkali zaidi duniani. Tunaanza na gari analotumia Mheshimiwa Rais wa Marekani aitwa Donald Trump. Anatumia gari lililotengenezwa kwa mfumo wa kijeshi, na ili gari likapewa jina The Beast, na limetengenezwa kwenye kampuni ya General Motors huko Marekani kwa brandi yao ya Cadillac, na mara nyingi serikali ya Marekani inatumia hii kampuni kwa kudizainiwa magari yao ya serikali, na katika kudizaini kwao wakadesign gari la ajabu liitwalo The Beast, na ili gari limetengenezwa special kwa rais wa Marekani, na haya magari ukayakuta kwenye anga zake yanakimbia kinoma noma. The Beast linakadiriwa kuwa na uzito wa tani 9 hadi 10. Ni kama unaendesha gari lenye uzito wa tembo. Gari hili lina miili ya chuma cha grade ya kijeshi kinachoweza kustahimili risasi za daraja lolote, hata ya sniper rifles. Na sio hiyo tu, hadi mabomu ya chini, makombora na milipuko ya kemikali. Na gari hii ina kuta nene ya milango yenye inchi 8 na kioo chenye tabaka za polycarbonate na glasi zinazoweza kukinga risasi za kivita. Milango yake ni mizito kuliko ya ndege Boeing 757, hivyo inahitaji mtu mwenye nguvu kufungua, na ukajifanya wewe mjuaji ukaenda kufungua, utapigwa shoti za umeme mpaka uzimie. Gari hili lina matairi ya lani flat. Tairi zake zina uwezo wa kuendelea kuzunguka hata baada ya kupigwa risasi. Gari hili litaruhusu kuendelea na safari. Na tukija tena ndani, kuna jokofu lenye damu ambayo imeshapimwa grupu la rais. Endapo rais akapata effect, anatundukiwa damu ya dharura. Na tena kuna oxygen, endapo likatokea shambulio la kemikali, oxygen hiyo itatumiwa. Najua utasema kwamba kuna magari mengi na viongozi wengi wanaendeshwa na magari yenye bulletproof. Upo sahihi, lakini Trump kawazidi wote. Acha nikulete kwenye majaribio ya kijambazi. Uko Marekani, majambazi walipanga plani wa kuushambulia msafara wa Marekani. Katika mtaa mmoja tulivu, msafara wa rais ulipita bila kujua katika mita 300 mbele kutakuwa na bomu la ardhi lililounganishwa na remote control. Msafara ulikuwa unakaribia kwenye hiyo sehemu, na majambazi wakasema lengo letu leo litatimia. Waliweka target kwamba msafara wa rais ukifika, gari husika litalipuliwa. Msafara nao ukapita katikati ya target. Mbona bomu walijalipuka? Majambazi walijiuliza, lakini hawakujua kwamba katika msafara wa rais kuna gari linaitwa Electronic Countermeasures Vehicle. Gari hili lenye antena juu ili skani barabara kwa teknolojia za kijeshi. Tena kwa sekunde chache tu wakawasha system ya kujamming network na bomu likakosa signal ya kulipuka. Popote msafara wa rais uendapo, hili gari halikosi, na kazi yake ni kuondoa targeti zote za mabomu. Yani kama bomu limetumwa kulipua msafara, hili gari kazi yake ni kukosesha target isifanye kazi. Hivi unajua kwa nini Marekani wameamua kuwa na ulinzi mkali zaidi? Sababu ipo. Mwaka 1960 kwa Rais John Kennedy, alikuwa rais wa awamu ya 35 huko Marekani. Rais huyu aliuawa kifo kibaya. Zamani, miaka ya nyuma, misafara ya marais ya Marekani walitumia magari yaitwayo limousine. Hili gari ni gari refu la kifahari linaotumiwa na viongozi au watu mashuhuri, na ndiyo magari yaliyokuwa yanatumiwa na marais wa Marekani. Yalikuwa yana aina kibandawazi, na sababu kuu magari kuachwa wazi juu, ilikuwa rahisi kuonekana vizuri kwenye umma. Wananchi walikuwa wanataka kumwona rais wao moja kwa moja. Walikuwa wanapita barabarani huku wanampungia mkono akiwa kwenye gari lake. Lakini kilichobadilisha kila kitu ni tukio la kutisha lililotokea mwaka 1963. Rais John Kennedy alitandikwa risasi 3 na sniper, 2 kwenye kichwa, nyingine kwenye shingo, huko Texas, akiwa kwenye gari lake la wazi. Na tukio hili liliwasha alarm duniani kote. Hapa ndo Marekani akapata hasira. Ulibadilisha kabisa mfumo wa kumlinda rais na kuanza kutumia magari yenye ulinzi mkali kama The Beast. Na ndo maana leo Marekani wamekuwa wa kwanza kuwa na ulinzi mkali zaidi katika mataifa yote duniani. Leo nimezungumzia sana kuhusu
magari ya rais wa Marekani. Lakini bado sijazungumzia security service wanaomlinda rais wa Marekani kama FBI, CIA, military aid, NSA na counter assault team. Wote hawa nitawaelezea katika video itakayokuja, hivyo hii tuifanye part 1, part 2 itakuwa coming soon. Na jina langu linaitwa Max Prince, ningependa sana unifollow.